Sasa kuna huyu jamaa alikuja Dar es Salaam kwa mchongo wa bodaboda. Twende haraka kidogo ili tuweze kuelewa story, lakini pia tuweze kuelewa. Hii ni true story. Bwana, kuna jamaa mmoja alikuwa anaitwa Hamisi. Hamisi amekuja Dar es Salaam kwa ajili ya mchongo wa bodaboda. Amepata bosi, lakini huyo bosi akampa pikipiki kwa ajili ya kupiga bodaboda. Hamisi akawa bodaboda mstaarabu sana ndani ya jiji la Dar es Salaam. Akawa akipata abiria, anamkabidhi namba yake ya simu ili next time awe mteja wake ule wa kudumu. Sasa Hamisi siku ya kwanza anaanza kazi, akapata mteja wa kwanza vizuri kama kawaida. Huyo mteja alikuwa anaelekea Kigamboni. Hamisi kituo chake kilikuwa ni Kimara. Sasa kutoka Kigamboni mpaka Kimara, I think wewe mwenyewe unaelewa yani ni umbali kiasi gani. Sasa wakati yuko njiani akakutana na traffic. Sasa Hamisi ana lesson, lakini pia alikuwa hajavaa laba, amevaa tu malapa. Kama unavyojua sheria za traffic, ukiwa na malapa hauruhusiwi kuendesha pikipiki, ni ile tu waga tu tuna force tu, mwingine anakuwa anaendelea. Sasa yule traffic alipomkamata akamuuliza leseni iko wapi, lakini Hamisi akawa hana leseni. Hamisi akawa na makosa, lakini pia akawa hana cha kujitetea, lakini pia ndo mteja wake wa kwanza, akawa hana chochote. Ile pikipiki ikachukuliwa ikapelekwa kituoni. Hamisi ikabidi aende kwa washikaji zake wa pale kituoni kwake, kituo cha bodaboda, kwa ajili ya kuuliza utaratibu unakuaje endapo kama pikipiki ikichukuliwa. Washikaji wakamshauri asimpigie kwanza bosi wake, atafute chochote kitu, aende kituoni akajielezea, then atapewa pikipiki. Hamisi akafanya hivyo, akapata kama 1500 hivi, akaenda kituoni akapewa pikipiki, akarudi zake maskani kwenda kupumzika. Sasa Hamisi wakati yuko nyumbani akiwa amechoka sana, mida ya kama saa 3 hivi usiku, akawa amejiegesha na chumba kimoja, ameingiza pikipiki akawa amejiegesha. Sasa wakati amejiegesha akahisi kama usingizi unataka kumchukua. Sasa usingizi ukamchukua ule wa mawenge. Akawa ndani ya usingizi, katikati ya usingizi ule wa mawenge, akawa amehisi kama amefunga mlango, lakini kumbe ule mlango ulikuwa hujafungwa, mlango wake ule, na ni chumba kimoja. Usingizi ukamchukua. Wakati akiwa ndotoni akahisi kama vile amevamiwa. Yaani kama ndoto, yani mawenge sio mawenge, lakini ni ndoto. Amevamiwa na anapolwa. Lakini akapuuzia kwa sababu alihisi ni ndoto, akashtuka. Alivyoshtuka akabidi apuuzie, akahisi ni ndoto tu, akapuuzia akalala. Akiwa katikati ya usingizi na akaota amepata abiria anampeleka Kisutu. Sasa huyo abiria katikati ya safari akasimamishwa na majambazi. Hamisi akasimamishwa na majambazi. Na wale majambazi walionekana wako sambamba na yule abiria, yani ni mtu wanaojuana naye. Sasa abiria yule alikuwa ni mwanamke na amebeba begi. Ile begi ilikuwa inatoa harufu vibaya mno. Sasa wale majambazi walipomsimamisha Hamisi, ikabidi wampokonye yule begi yule mdada, lakini alikuwa anafahamiana naye. Kulifungua ile begi ilikuwa na kichwa cha mtu. Na hicho kichwa kinanuka vibaya mno, yani kinatoa harufu, yani kimeoza. Hamisi alishangaa sana, alishtuka kwa kuota ndoto chafu. Akasema ni ndoto tu, ikabidi alale akamalizia usiku wake. Asubuhi alipoamka alishtuka sana. Yani alishtuka sana baada ya kuangalia upande ule ambapo alilaza pikipiki ya Yuni. Ikiwa na maana ya kwamba ile ndoto ya kwanza ilikuwa sio ndoto, ilikuwa ni lili. Yani ilikuwa ni mawenge kweli, majambazi walimvamia, lakini ilikuwa ni mawenge ya usingizi. Ile ndoto ilikuwa sio ndoto, ni lili kwamba pikipiki yake imeibiwa. Sasa Hamisi alichofanya ikabidi aende kituoni kwao, kituo cha bodaboda, akabidi waulize utaratibu unakuaje. Wakamshauri pia asimwambie kwanza bosi wake, aende kituoni akachukue alabii. Hamisi moja kwa moja kanyoka mpaka kituoni kwenda kukata alabii. Amefika Hamisi kituoni kuchukua arabia, akapewa arabia, akatoa na maelezo ilikuwa vipi. Akarudi kituo cha bodaboda kwa washikaji zake pale. Mshikaji mmoja akajitokeza akamwambia Hamisi, mimi nina ratiba moja hivi, naomba uchukue bodaboda yangu. Piga doria siku moja hiyo, wakati unasubiria mchakato wa polisi wakifuatilia pikipiki yako, then utafute chochote kitu mzee wangu. Hamisi alimshukuru sana yule jamaa nusu ya kulia. Washikaji walimshauri asimwambie kwa sababu bosi wake mpaka polisi wapambanie. Hamisi akachukua bodaboda yule mshikaji akaenda kwenye hiyo mchakato. Hamisi akakaa kituoni pale. Akaja abiria mmoja wa kike akiwa amebeba begi. Sasa washikaji wa pale wakamwambia Hamisi, chukua yule abiria kwa sababu wewe una matatizo. Yule abiria akapanda. Yule abiria cha kushangaza na yeye alikuwa anaelekea Kisutu. Sasa Hamisi Kisutu na kwenye ndoto. Mbona kama vinakuja hivi? Okay, anyway. Hamisi akasema itakuwa ni ndoto tu ile.
achana nayo. Akampakiza yule abiria. Wakiwa katikati ya safari, Hamisi alianza kuhisi harufu mbaya ikitoka kwenye ile begi la yule msichana ambaye akambeba. Sasa Hamisi akaona mbona kama ndoto inataka kwenda kutimia, ndoto namba 2. Ndoto ya kwanza ilitimia na ndoto ya pili inataka kwenda kutimia. Hamisi akaona msinichezee. Akakula kona, akaenda kituo cha polisi. Yule abiria akawa anauliza vipi? Hamisi akasema tulia, naenda kituo cha polisi kwa ajili ya usalama wangu. Usalama upi? Hamisi akamwambia tulia. Hamisi akafika akamwambia yule abiria nisubiria hapa nje. Akaenda paka moja kwa moja baki kituoni. Afika akasema jamani, mimi kuna hichi na hichi nilipata ndoto usiku. Ndoto ya kwanza ilitimia na ndoto ya pili inaelekea kutimia, iko hivi na hivi. Akasimulia vile vile. Maskari ataka kucheka lakini akaona wewe unataka serious. Ndoto ya kwanza imetimia. Isije kamtokea ndoto ya pili huyu kijana akaja akamtimia. Tukaanza kupata lawama sisi maskari tujamsimamia. Wakatolewa maskari wa kike kama 3 hivi. Kuongozana na Hamisi kwenda kule mdada. Kafika akamchukua yule mdada by force. Wakamchukua yule mdada then wakaingia naye paka kituoni, wakampokonya ile begi. Wakaanza kumhoji maswali. Kwa nini unajishughulisha na masuala ya ujambazi? Mdada ile ujambazi upi jamani? Mimi ni abiria, nilikuwa ninataka Kisutu na huyu bodaboda wangu. Sasa sijajua kwa nini amenileta hapa. Mimi sina ujambazi wote. Mdada akaanza kulia pale. Mimi jamani ujambazi upi? Haya, kwenye begi umeweka nini? Kagueni, ninafanya tu biashara zangu, kagueni. Biashara? Hamisi akasema niliwaambia. Sasa guess what? Ikabidi wachukue ule mfuko ule mdada. Wakautupia pale mezani. Wakaufungua, walichokikuta mule ndani. Walichokikuta mule ndani kitakushangaza. Kabla sijakwambia walichokikuta, naomba usubscribe please. Subscribe, like, lakini pia comment kile ambacho wewe unaona aidha nimekosea au niongeze nini, nipunguze nini. Walichokikuta mule ndani, walikutana na vichwa. Walikutana na vichwa vya samaki. Yule mdada ni muuza samaki. Kwa hiyo samaki zilikuwa zinaelekea kuoza na maziko zinatoa harufu, na alikuwa anazipeleka Kisutu kwenye sherehe. Vichwa vya samaki. Tena Sangara. Sasa hii ni true story na hauwezi kuamini kama ni true story. Na nakupa true story zenye msisimuo sana. Ukitaka uamini naomba usubscribe, lakini pia usiache kulike, lakini pia usiache kucomment. Sasa dondosha maoni yako, ungekuwa wewe ndo Hamisi. Ungefanya nini kutokana na situation yote iliyokukuta? Bwana, hii ni DMD Vision, usiache kusubscribe, usiache kulike, lakini pia usiache kucomment. Asante sana.